lakini watanisamehe sababu najua tutapata wakati, but it is very good to honor our former vice president. His Excellency Kalonzo Musyoka is in the house. Let us appreciate God. You know, I love Kalonzo Musyoka because he is very diplomatic. He is very diplomatic. Na ukimuona hivi, ukimwangalia, watu kama sisi ambao wazazi walifariki, we see a father in him. And the Bible commands men of God to respect and honor leaders. He has served all governments actually. Wakamba muya watu wa Wiper nionyeshe kwa mkono. And we appreciate you, sir, for attending our service at JCM together with the leaders wako hapa. I can see Senior Council Jiro is here. Unajua sasa shida ya JCM ni moja. Wale watu wamekuja wengi kutoka tulipoanza hili kanisa ni watu wa opposition. Sasa unajua mtu anaweza kaa chini ya frame, sisi ni kanisa ya opposition. Sisi ni kanisa la watu wote. And everybody including the president can attend this service whenever he wants. The deputy president can attend this church whenever he wants. I can see my good friend Mheshimiwa Maina Njenga is here. Na akiwa hapa sisi hatunaga jina lingine. Kwa hivyo don't nickname this church another name. We are Jesus Christ Compassion Ministry and we preach compassion. Sisi kazi yetu ni kuhubiri compassion. Na sisi ni rafiki wa kila mtu, mwanasiasa yoyote, kuanzia yule mdogo MCA, hata MCA wa Nyaribari chache akisikia atasoma hapa, anafaa kusoma. MCA wa Gabatura akisikia ataabudu, hili ni kanisa lake, kwa sababu sisi tunaitwa kanisa la watu wote. That is why JCM tuko mpaka na pastors wa Korino, sababu ni kanisa la watu wote. So sir and your team, it is my honor to welcome you in JCM. My name is Reverend Ben, na tumewakaribisha sana hapa. Tunapenda wageni na mko karibu sana hapa. Hili kanisa liko Kenya, hapa ni Ruiru. Na nilipigia mheshimiwa wa hapa asubuhi na nikajulisha, kuchukua simu nikajulisha timu yake ya kwamba unatembea hapa, ndio wasione kama simheshimu. Nilipigia MP wa hapa, kwa hivyo akipata ni vizuri kuja, si ni vizuri aje, na nikamfahamisha ya kwamba uko hapa. Hata rais ningempigia, ni vile sina namba yake. Na ningepigia deputy president pia nimjulishe uko hapa, ni vile sina namba zao. Lakini MP wa hapa is very aware that you are around. We have our area MCA, he is here to receive you. Nilimpigia na ni vizuri nikueleze area MCA ni wa UDA. Kwa hivyo serikali ya William Ruto imeakirishwa na MCA wake wa area gani? He, and you are so much welcome. We may have our seats in the presence of the Lord. Amen. Amen. Let us appreciate wageni wetu wako hapa. Mimi ninaelewa kule nje tuko na watu wengi sana ambao wamesimama, na ni vizuri sana mmesimama wakati Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ako hapa ili aone ile shida tuko nayo. Lakini wale wako nje katika hili kanisa huwa hatuwahurumii sana, kwa sababu hapa mapema lakini nimeambiwa viti vinakuja. Kwa hivyo wale wako nje mtapata viti. We have a plan to extend this church by next month. Tutakuwa kanisa letu limefika pale mbele, na najua nyinyi wote mtakuwa accommodated. Mheshimiwa, ukiona hili kanisa limejaa hivi ni kwa sababu ni la watu wote. Hili kanisa sitaki kukudanganya, tuko mpaka na walevi.
kona yao inakuwaga mahali. They are nursing their hangovers, na bado tunawagoja hapa mbele waje wafanye nini? Waokoke. Hili ni kanisa la kila mtu, and na sisi husema ni injili bila hukumu. Amen. Sisi huhubiri injili bila hukumu, na mtu yoyote anafaa kuingia katika nyumba ya Mungu, kwa sababu hili ndilo nyumba la kila mtu. Amen. JCM, happy new year. Mlinihurumia 31st. Na ujue Mungu ni Mungu na ni wa maajabu. Nilihubiri masaa 6 hours. Na kile kinanifurahisha ni kwamba 15,000 people. Imagine people, mimi sijawahi ona hiyo. Na hakuna kitu kiliharibiwa, kuibiwa ama vita. That means people are thirsty about God. Na walitoka hapa 6, mheshimiwa, ukiangalia TV kulikuwa hivi. This is what we experienced during our New Year Eve. Na hawa watu wote walitoka hapa asubuhi ya saa 12 ndio walianza kutoka hapa. We had people all over coming from Mombasa, Nakuru. Watu walikuwa hivi. Na tukaona mkono wa Mungu, and God confirmed that he is together with us. Na ndio waheshimiwa wetu wa understand we are 9 months old. Yeah. Kanisa hili liko na miaka 9. Mimi nimekuwa mchungaji for a long time, kwa sababu I have served the mainstream church since I was a young boy. Sasa sisi hapa tuko na miezi 9. We are 9 months old. Actually, kama uko na shamba hii area na unakuwaga umenyamazia chini ya maji, unaweza iachilia tukae hapo, kwa sababu tuko na miezi 9 na Mungu wetu ametusaidia sana. We are brothers and sisters. In this church, we preach faith, salvation, Jesus Christ, love and compassion. Na wale watu vile unaona wamekaa hapa, they are brothers and sisters. Sisi hili kanisa, kila mtu ni mchungaji wa mwenzake. Na tukimaliza kanisa, hata wewe tutakutolea form. Huwa tunatoleana form. Kwa hivyo tukimaliza ibada ujiandae, tutakutolea form. Tuko na hoteli kubwa sana. Kubwa sana inaitwa Tosha Inn. Ya huyu mama ako hapo. Mr. and Mrs. Charles wanaweza kusimama. Those are our father figures in this church and mother figure. Wako na hoteli kubwa sana. Tunakulanga huko ukijionea simba, giraffes, so tukitoka hapa tutakutolea form. Tutaenda hapo. Kwa sababu hili kanisa tunapendana. Do we love each other? Tunapendana sana. Mimi siongozi kanisa, I lead a community. This is a community. We are called the compassionate community. Tuitako gwataniro ya kuiguanira. Na ndio nikuonyeshe sisi ni watu wa huruma. Wiki iliyopita nimekuwa nikizunguka makanisa yetu. Nilianza Nyeri, and for your information, Pastor Julius hakutaja, tuko na kanisa mpya na Nyuki. Nikaenda na Nyuki, nikaenda Nyahururu, na kanisa letu ya Nyahururu wanahama mahali walipo, maana wamefika 3,000, so hawana mahali pa kukaa. Pastor Victor is doing a good job. Nikaenda Narok, na niwaambie Narok tuko na kanisa, tulikuwa na mheshimiwa Madhai. Huyu ametoka Narok, ndio uone hili kanisa ni la watu wote. Yeye husimama kiti mahali panaitwa Narok East. Kura zinabakisha kidogo. Tulikuwa na yeye, na ni vizuri kuambia, we have a very big church imefunguliwa na Reverend Makau. We have a new church, JCM Church Naireki Ngare, na nitaenda kulifungua wiki ile ingine. Wakati nilikuwa Narok, nikapatana na huyu mama. Where is that mama nilisema aletwe leo, akuja na mtoto wake. Mheshimiwa, nataka nikuonyeshe what we do in this church. Nikapatana na huyu mama, ni mshirika wa kanisa letu la Narok.
Na nikasema leo lazima nimlete, kuja na mtoto wako. When time comes, God helps. Ambia mwenzako, when time comes, God helps. Huyu mama na huyu mtoto. Na kwa sababu leo ninaamini it is their time of healing by faith. Mlalishe tu kwa madhabahu. Wacha alale kwa madhabahu. Anisaidiwe na mafuta. Lala tu, alale hapa. Let him sleep. Wacha alale. Huyu mtoto kama ningekuwa na uwezo, mimi ningemsaidia vile inawezekana. Lakini huyu mtoto nilipoketi, actually tulibarikiwa wakati tulienda Narok, and I want to thank one Mr. Cory. Watu wa Narok waambie Mr. Cory I'm so happy. Mr. Cory ni mheshimiwa huko na mke wake ndiye chief officer wa housing and lands kule Narok County, ndiye alitupikia lunch. Huyu mtoto akaletwa huko. Huyu mtoto kama nina uwezo, vile mnajua mimi husaidia watu wanaenda mpaka India, wanatibiwa na wanarudi. Lakini ripoti ya daktari ni kwamba huyu mtoto hawezi fanywa chochote. Huyu mtoto roho yake ndio inakuwa kubwa kushinda mwili. Lakini it is so sad, and I'm praying to God that one day Mungu atasaidia sekta yetu ya afya. Madaktari wa Kenya misdiagnosed her, wakampea madawa zile hazifai. So amekuwa kitibiwa vitu ambavyo havifai, kumbe ni moyo unakuwa. So zile madawa waliweka ndani yake ikamharibu zaidi, hawezi fanywa operation. Mimi nilikuwa nimesema nitajitolea aende India, lakini nikaambiwa madaktari walisema she will be only maintained by medicine or through medicine. Nataka mama yake aje hapa. Nilisema aletwe leo. Just be okay. Ana watoto wawili. Nikasema aletwe leo. Hata kama sitahubiri. Huyu mama aliwacha kazi sababu huyu mtoto hawezi achwa peke yake. Imagine condition ya huyu mtoto. Mama yake akikosa mpaka mgonjwa wanalala njaa. Nikasema leo aletwe. Huyu ni mzee wetu wa kanisa na mke wake ni washirika wetu wa kanisa la Narok. Na wakakuja mpaka na makaratasi yake yote. Huyu mtoto humaintainiwa kwa dawa. Na mama yake maybe atatusalimia na atuambie kidogo tu. Chukua microphone, vumilia, atueleze kilichofanyika kuhusu mtoto. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Nimeokoka, naitwa Jacinta. Niko na watoto wawili. Huyu ndio first born wangu. Ameishi akitibio pneumonia na kifua. Hiyo ndio haikuwa shida yake. Nimezunguka hospitali mengi mpaka Nairobi West. Hapo ndipo walituambia mtoto hawezi tibika, ameharibika. Maybe atumie tu madawa, hawezi kabla kutumia dawa. Asipotumia hiyo dawa atapitishe dakika, mtoto anazimia. Tumeishi na mashida. Mimi ni single mother, niko na watoto wawili. Nimekuja kwenyu, naomba msaada, mnisaidie. Sijui kama kanaweza kusimama. Unaweza kamepata nguvu. Hazimamangi for long. Huwa tunamwekea kiti. Unaweza leta kiti moja plastic hapo. Very fast Asha. Ndio ile. Wacha kwa kiti hapo. She cannot stand for long. Haendi shule, aliacha shule. Na shida ni kwamba madaktari wetu walikuwa wanamtibu pneumonia na ni roho. Sasa roho ya huyu mtoto ni kubwa zaidi. That's why mnaona ako hivi. I pray to God that one day we will have serious institutions. Huyu mama sasa hafanyi kazi, haendi mahali. Akiacha huyu mtoto 1 minute, mtoto huwa anazirai. Akimwacha 1 minute, hatuna mtoto. It is very sad.
Na nikasema kwa sababu ni dawa. Kama ni hospitali, mimi ningejua vile tutapata pesa. I know tulipata 4.5 million tukajengea huyu mzee mheshimiwa. Huyu mzee alidiagnosewa na cancer. Na ako na watoto wawili wako na autism and wawili cerebral palsy. Huwa wanabebwa. Na tulipoenda kwa huyu mzee, ni mshirika wetu, ni dereva wa matatu. Alikuwa anataka kuua watu kwa barabara. Kama dawa zake zimeisha ndio anunulia watoto. Akaona giza, Thika Super Highway, masaa busy, gari yake ikasimama katikati. Hao watu ndio walifanya nimjue, walichangia dereva. Wale abiria wamebebwa. Mungu ametupatia pesa, tukanunua uwanja na tukamjengea nyumba. Alikuwa anapandisha watoto wake third floor na kamba Mwiki wakiwa kwa wheelchairs. Tukamuondoa. Sasa hizi tumemjengea pale Mala. Tulimjengea nyumba ya 3 bedroom na tuliifungua last year ndio atoe watoto wake kwa gorofa, tukamweka hapo na alijengewa na hili kanisa, tukapata 4.5 million. Huyu mtoto alikuwa anatakikana 2.5 million. 2.5 kwa hili kanisa letu ni coins. Ikiwa tumeweza kujenga huyu mzee na yule mwingine pia Wakatondo North akona cancer, nitafungua nyumba yake Wednesday. Na hiyo nyumba ndio hili. Hiyo ndio boma tulijenga kama kanisa. Ndio hiyo. Tukamhamishia hapo na watoto wake. Huyu ameanza kupona. Compassion heals. Sio maji na mafuta ya kuuziwa na vifagio na vitambaa. Huyu anaponywa na compassion. Right now. Huyu mtoto, hiyo pesa ilikuwa inatakikana. Kama hange misdiagnosewa, tungepata hizo pesa. Sababu mimi nimepeleka mama Moironi ni huyu. Nilipeleka mtoto wake India. Tulipata pesa ngapi? 2.3 million. Na tukapeleka mtoto wa huyu India. Na nimepeleka watu wengi India kwa sababu ya kutafuta. Na mimi huomba watu na wananipea. 2.5 haingekuwa kitu kama huyu mtoto hangekuwa misdiagnosed. Sasa we cannot do anything else. It is to maintain her with medicine. Na hizo dawa ndizo huyu hukosa kwa sababu hata chakula hukosa. Praise the name of the Lord. Hiyo kitu ikaniuma sana. Aliletwa Narok. And I know this is my prayer. Kwa sababu Mungu ananipenda. Kwa sababu Mungu anajua roho yangu. Sijui mahali atatolea huyu mtoto roho. Lakini amweke uhai. God loves me. Kwa sababu yangu aweke huyu. So that she can become a miracle of faith. Sisi huhubiri faith.